Ndio wale pale juu Mheshimiwa Rais wakiwa nateremka kabisa pale na mamvuli yao. Mmoja pale ameweza kufunga kwenye mguu wake bendera ya Kenya. Hii ni kutangazia dunia nzima kwamba jeshi letu la wanahewa siku ya leo tarehe 8 ya mwezi wa 6 2024 wanasherehekea mwaka wa 60 tangu jeshi hili lipate kuweza kuundwa. Na katika miaka hiyo 60 Mheshimiwa Rais, tuko imara angani. Wanateremka tuko taratibu na kila mmoja akiweza kudhibiti mwavuli wake kama vile alivyoweza kupata mafunzo kutoka kwa wakufunzi wao. Miavuli hii Mheshimiwa Rais hupata kukarabatiwa na hali kadhalika kuwekwa vizuri hapa Moi Air Base kwa kikosi kinachojulikana kama Technical Maintenance Unit. Anateremka kwa taratibu. Anateremka kwa taratibu kabisa Senior Sergeant Kide wa pili pale akiwa na bendera inayosema Kenya Air Force at 60. Anateremka kabisa Senior Kide. Ametua, tupigie makofi mabibi na mabwana. Anateremka kwa utaratibu, bendera ikiwa inapepea. Anatua. Makofi mazuri. Kenya Air Force at 60. Kwa utaratibu akielekeza mwavuli wake. Tazama vile wanavyotua Mheshimiwa Rais, akitumia kamba kukunja hapa, kuachilia kule na kuweza kuelea tena, vuta kamba na miguu pia Mheshimiwa Rais hutumika pia kama vile unavyoogelea kwenye kidimbwi. Anateremka kwa utaratibu. Angalia vile anavyotua taratibu. Wow! Wow! Waratosa Paul Omasanja ametua na bendera ya majeshi ya ulinzi kwa utaratibu, akitazama hapa kule kwa utaratibu, akitua mbele yako Mheshimiwa Rais. Basi huyo ni Waratosa Paul Mbogo, nilivyosema ni miongoni mwa wale wanamiamvuli wetu wa jeshi letu la wanahewa, wakija wakitembea kwa maridadi kabisa. Jump Master siku ya leo alikuwa ni Warrant Officer 2 Kennedy Lesotia kutoka kikosi maalum cha jeshi letu la nchi kavu. Kama vile nilivyosema hapo awali Mheshimiwa Rais, huwa tunashirikiana na jeshi letu la nchi kavu katika mambo mengi tu, pamoja na jeshi letu la wanamaji kupata kuweza kufikia. Mheshimiwa Rais anayeongoza gwaride hii ya wanamiamvuli haya ni Warrant Officer 1 Ronald Bichanga, ambaye aliweza kubeba bendera ya jeshi ama bendera inayosema Kenya Air Force at 60. Weza kutufungia tamasha za siku ya leo. Na kwa heshima naomba tupige makofi tafadhali kuweza kuwashukuru wanajeshi wetu. Kenya Air Force imara at 60. Ndege ya pili Mheshimiwa Rais kutuletea onyesho 4-point roll, kugeuza ndege mara 4 kwa degree 90 pasipo kubadilisha mkondo wa ndege. Mara ya kwanza, ya pili, 3 na 4 kurejesha ndege kupaa wima. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Tuweza kuigeuza ndege hiyo kupaa kwa umaridadi. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali kwa onyesho inverted flight. Kisha ataweza kuirejesha ndege hii hali wima kama tunavyoshuhudia na kuweza kuendelea na kupaa. Mara nyingine ni ndege za uchukuzi zinazotumika kwa kazi mbalimbali, lakini hasa kabisa katika uchukuzi wa wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Zama ni ndege kubwa ukitazama, na ni ndege zinaweza kuwabeba wanajeshi wengi kwa pamoja na mizigo mizito. Katikati ndege Fokker 70ER, kushoto kulia ndege aina -8. Ndege ikiwa katikati Fokker 70 inatumika katika kuwezesha rais wa Kenya katika kazi zake, na zile ndege za -8 ni za kubeba abiria mashuhuri. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5.
ndege ambazo zimeweza kusajiliwa rasmi katika jeshi letu la wanaanga mwaka wa 1978. Vertical split, kupaa juu kabisa, kila rubani kuchukua mkondo wake. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali kwa onyesho vertical split. Onyesho linalofuata Mheshimiwa Rais. Tunapotazama kwa umaridadi, anapaa akielekea juu, akifika upeo wa kupaa, kulala chali na hata ameweza kuingia mawinguni. Vertical roll, mazunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Ishara ya kwamba tunakuletea hivi sasa mchezo wa kivita ambao utaletwa kwenu na kikosi maalum kabisa ambacho kiliweza kuundwa hapa katika jeshi letu la wanahewa, tukiwa tunasherehekea hivi sasa mwaka wa 60. Kikosi maalum kabisa, rapid response. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, nadhani kwamba taswira tuliyoweka katika mchezo huu ni kwamba rubani aliyepita wa mwisho hapa, ndege kidogo mitambo imeleta shida, na hivyo basi aliweza kuruka kwa kutumia mitambo maalum inayojulikana kama ejection seat, na hivyo basi akaruka na kuweza kuelekeza mwavuli wake kwa utaratibu, lakini kwa bahati mbaya Mheshimiwa Rais alijikuta kwamba ameanguka katika eneo la adui na akaweza kutekwa nyara na kuweza kufungiwa pale na wale maadui. Lakini kikosi maalum Mheshimiwa Rais, Rapid Response Unit, waliweza kupata habari hizi na kuweza kufika maeneo haya kwa haraka sana, na hivyo basi kupata kuvamia kwa ukali kabisa jumba lile ambalo walikuwa wamemfungia ile rubani wetu kupewa. Anakuja hivi sasa Mheshimiwa Rais JTAC, kijana aliyepata mafunzo maalum ya kuweza kuwasiliana na ndege ili kwamba iweze kufika kwa maeneo walipo. Watashuka kutoka kwa ndege hii Mheshimiwa Rais kwa kutumia kamba maalum inayojulikana kama rappel. Kamba hizo zimeweza kurushwa pale Mheshimiwa Rais, na wanajeshi hawa watatumia kamba hizi kuweza kushuka kwa haraka sana ili kwenda kuongeza nguvu kwa wale wanatazama vile wanavyoteremka kwa haraka, kwa kasi kabisa. Wamepata mafunzo maalum kabisa kutoka kwa kikosi chetu cha jeshi letu la nchi kavu. Kumbuka kwamba huwa katika majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, ili kuhakikisha usalama wetu uko sawa, basi huwa tunashirikiana pamoja na wenzetu. Katika mwaka huu wa 60 tumeweza kuwapata vijana hawa. Aliyeshuka hapo Mheshimiwa Rais ameshuka kichwa chini miguu juu. Staili hiyo inajulikana kama Australian rappel, ambapo huwa mara nyingi ni ya kutisha zaidi, lakini wanajeshi hawa kupitia mafunzo yao wameweza basi kujifunza kuweza kushuka kwa kutumia staili hiyo pasi na wasiwasi. Hebu tazama, kumbuka kwamba wamejifunga mishipi speciali, ambayo katika mishipi hii basi kamba ile huweza kufungwa pale. Wanajeshi wameongezwa ili kupata kuweza kuweka nguvu kikosi ambacho kiliweza kutangulia kuweza kupambana na wale adui. Hakuna adui ambaye yoyote ataweza kuwashambulia tena, na atakapojaribu basi atakiona cha mtema kuni. Wanaendelea kumfunga yule rubani ili hawa wataondoshwa katika eneo la hatari kwa kuweza kuwa hewani tu, wakiendelea kuogelea hewani na kuondoshwa kwa haraka zaidi, ili kwamba wakiwa katika maeneo salama basi wataweza kuingizwa ndani ya ndege ili kwamba waweze, angalia vile wanavyoelea hewani. Ndege aina ya Fennec inaendelea tu kutoa doria. Madaktari speciali hawa ambao wanahusika na shughuli hii, basi angalia Mheshimiwa Rais, wanaelea hewani kwa staili ambayo wameweza kufunzwa na unaondoka kwa utaratibu kabisa. Kikosi hiki kiko chini ya Wajir Air Base, na hivi sasa kikosi kinajulikana kama Rapid Response Unit Wajir Air Base, ikiwa chini yake Brigadier Sane. We extend our heartfelt congratulations to the entire Kenya Air Force on this remarkable milestone. As we gather here, we are reminded of the humble beginnings of the Air Force, which was established
in 1964, shortly after our independence. From those early days, marked by aspiration and determination, the Kenya Air Force has grown to a formidable force, renowned not only within our borders, but across Africa and beyond. The Kenya Air Force has continually demonstrated excellence in its core mandates, that is, defending and maintaining sovereignty of our airspace. She has continued to ensure success in joint operations, working and supporting the Kenya Army, the Kenya Navy, and other uniformed and armed services in the Republic through operations such as Linda Nchi and within the continued operations in ATMIS. The Kenya Air Force has also conducted many missions in support of national humanitarian and disaster response, both within the country but also in the region. Case in point is the evacuation of Kenyan nationals from Sudan when that country found itself in turmoil.